the video. Let's watch some small video, and so that we can comment. Let's watch this video, some few minutes. Let's watch this video. Yeah, kuna kitu nataka kuongea. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kama wewe ni Muislamu au wewe ni rafiki ya mtu Muislamu mwanamke, hiki tunajua wanawake wengi Waislamu watapinga, mashaka wengine watapinga, maskola wengine watapinga. Mimi sitasema kitu, ni hadithi na haya za Qur'an tutaweka hapa. Ya kwanza ni maanza na haya ya Qur'an kuhusu kupiga wanawake. Qur'an imekubali wanawake wapigwe. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekubali wanawake wapigwe. Maskola wamekubali wanawake wapigwe, lakini iko na condition. Sawa? Bila wanawake napigwa. Sawa? Mimi nakuonyesha maaya za kusema na hadithi ya kusema wanawake wapigwe. Haya ya kwanza ndio hii. Sura Nisa 34. Hiyo ni aya ya kuonyesha wanawake wanapigwa. Endo some any translation hiyo yote unataka kusoma, itaeleza hiyo. Hadithi ndio hii number 1. Hadithi ndio hii. Hii si maneno yangu, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hii hadithi hapa. Hadithi inaitwa Mtua Malik. Book 30. Hadithi number 1288. Book 30. Hadithi number 13. Hizo unatoka kwa hii hadithi unaweza kwenda kwa nyingine. Sawa? Hizo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si maneno zangu. Hadithi nyingine ni hadithi nakupea ujisome, si mimi nisome. Wewe jisome. Kana nasema uongo wewe jisome. Hadithi nyingine ni Sunan Ibn Majah. Sawa? Volume 3, Book 9. Hadithi number 1986. Book 9. Hadithi number 2062. Refer kwa hadithi nyingine 1986. Hizi ni hadithi. Endo some. Endo ulize sheikh wako. Hadithi imekubali wanawake pigwe. Hadithi nyingine ndio hii. Sunan Abu Daud. Hadithi number 2147. Refer hadithi nyingine 2142. Refer kwa hadithi nyingine book number 11 hadithi 2142. Endo somea hadithi hii. Hii ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si maneno yangu. Hii maneno unaona hapa ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si maneno yangu. Si maneno yangu. Wanawake wanafaa achapwe. Hadithi nyingine ndio hii. Hadithi nyingine ndio hii. Sunan Ibn Daud. Hadithi number 2146. Refer hadithi 2141. Refer hadithi book 11 2141. Hiyo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inasema aje? Jisome mwenyewe. Hizi ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si maneno yangu. Wanawake wanafaa wachapwe. Hadithi nyingine ndio hii. Bila inasema wanawake wanafaa wachapwe. Mtume amesema wanawake wachapwe. Mtume amekubali wanawake wachapwe. Inapatikana kwa kitabu gani? Jami Tirmidhi. Volume number 2. Book number 10. Hadithi 1163. Book 12. Hadithi number 18. Hadithi 1163. Hendo somea hii hadithi. Alafu ende kwa sheikh wako unaamini na nini. Wanawake unafaa uchapwe kwa dini ya Uislamu. Si mimi ndio nimesema, hadithi iko wazi. Tunaendelea hadithi. Si maneno yangu kuja na hasira zaka. Ukasirike na mimi maneno nasema. Mimi nimekupea proof na wewe pia niletee proof ya kusema usichapwe. Mimi nakupea proof ya kuonyesha uchapwe. Hadithi nyingine ndio hii. Sunan Ibn Majah. Hadithi number volume book 3. Hadithi number book 9. Hadithi number 1851. Book number 9. Hadithi number 1924. Jisome ndugu yangu, dada yangu, before ufike na matusi. Jisome wanawake wanafaa wachapwe, si mimi ndio nimesema. Tuendelee. Hadithi nyingine, usinilete makasiriko. Ndio hadithi nyingine Abu Daud 10 1900. Hii pia ni hadithi. Hendo jisome, si mimi. Jisomea hadithi, wacha kelele, wacha mdomo, wacha fujo. Wanawake wanafaa wachapwe. Ndio hii hadithi nyingine. Hii hadithi ni refu sana. Mimi ndio nimekata in short. Nawaambia hii hadithi ni refu, mimi ndio nimekata in short hapo tu. Hii hadithi inaendelea. Sawa, kwa sababu jaanza hapa. Inapatikana kwa kitabu Sahih Muslim. Volume 4. Hadithi 2127.
Hiyo ni hadithi namba. Enda usome hadithi. Hii hadithi ni refu. Enda usome. Alafu mwisho hii unaona pale imesema hapo chini. Endeni usome hadithi. Wacheni kelele. Wanawake wanafaa wachapwe. Sawa. Na si kupiga ngumu umize, lakini wanafaa wachapwe. Hadithi nyingine ndio hii. Unaona hii? Hii pia ni hadithi. Sawa. Hii pia ni hadithi. Na hii hadithi nimeongea kwa mwanzo iko hapo. Hii pia ni hadithi. So wacha sasa, umeona hizo hadithi zote. Wacha sasa tusikie maskola wamesema aje. Hii ni maoni ya maskola. Hii ni maoni ya maskola. Wamesema aje? Mtume SAW alikubali men not to eat their wife on the face. Unasikia? So maskola wamekubaliana. Yote wamekubaliana wanawake wanafaa chopwe. Lakini maskola wamekubali usipige mwanamke kwa uso. Usipige mwanamke unaumiza. Usipige mwanamke unamwekea alama. Usipige mwanamke unamuumiza. Kila kitu kama hayo. Lakini wamekubali, mtume alikubali wanawake wachapwe. Lakini usimchape unaumiza, wala usimchape unamgonga, anakuwa na alama, uso yake nafura, mguu yake unavunjika, anakuwa na alama kwa mwili. Iko bila wanawake wanachapwa. Na anachapwa na nini? Sawa. Lakini imekubaliwa wanawake wafanye nini? Wachapwe. Sawa. Kichapo iko. Lakini kichapo ya kuumiza, wala kichapo ya kuweka alama. Na kichapo ya kufundisha. Sawa. Qur'ani imesema ichapwe. Qur'ani jalesa na chapwa aje. Hadithi imeelezwa wanachapwa aje. So wanawake ambao watakuja kubishana, Waislamu kujeni ubishane, nolete hadithi zenyu, nolete aya zenyu inasema uchichapwe. Mimi naongea juu ya kuchapwa. Lakini njia ya kuchapwa iko. Sawa? Tuelewane hapa. Na nimemaliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.